niko peponi tu kabla sijafa. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na leo nimefanikiwa kukutana na mzee wetu hapa, mzazi wetu na nafikiri tutamjua hapo baada ya kutaka utambulisho kwake. Kwa hiyo kwa haraka mada yetu kubwa ilikuwa ni suala zima la mahojiano ya kifamilia. Sasa niliandaa maswali matatu tu ya kuweza kujifunza zaidi kupitia mzee huyu na mzazi wetu huyu. Ni changamoto za malezi, anapitia changamoto zipi kimalezi, lakini swali la pili namna ya kupambana nazo, na swali la tatu tutapata kujifunza ni siri ya mafanikio iko wapi katika hilo. Hivyo labda moja kwa moja tumrudie yeye ili tupate utambulisho kwa ufupi. Na asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina mimi naitwa Yusufu Omari Matayo Mnyambumi. Naam. Jina lingine la ukoo naitwa Heneri Haruni Mnyambumi. Sawa. Naam. Na huyo Haruni Mnyambumi ni mtu wa Mbumi Makulu na ni mgogo wakati kabisa hapo Mbumi Makulu. Naam, kwa hiyo kwa haraka ni kwamba pia na kabila tumelifahamu kwamba mzee wetu huyu ni mgogo. Mimi ni mgogo kabisa. Muhanga Sembuche. Sawa. Muhanga Sembuche Mnyebereje. Okay. Mimi ni mtu wa Mbumi Makulu. Na najitambua vizuri, na kweli na ndugu zangu na upande wa baba ndio hao wakina Mwendwa, lakini waliozaliwa na Labani, lakini hao wote nawafahamu, na mimi ndio tuliobakia watu wawili. Okay, asante. Labda kwa haraka tujifunze pia labda wewe ni mkazi wa wapi? Sasa hivi mimi ni mkazi wa Kiteto lakini Matui. Mkoa wa Manyara. Mkoa wa Manyara. Asante. Naam, katika historia si tunapata kwamba tunao wazee wengi ambao mpaka leo hii wengine wapo, wengine wametoweka. Lakini tunajifunza kwamba katika ukanda huu wa mkoa wa Manyara, lakini hususan tunazungumzia wilaya ya Kiteto na hapa Matui, kumekuwa na wazee wengi wakitambulika, na katika hao waliobaki pia na wewe upo. Sasa labda nilikuwa nataka nijifunze hapa na watazamaji pia wajifunze, ni kitu gani zaidi kilileta umaarufu kwenu nyinyi? Mimi umaarufu kwanza ni msema kweli. Alafu nilikuwa nafanya biashara muda mrefu, nikawa dalali, na kweli nilifanikiwa kuwa dalali na kuwafundisha watu udalali wa kuendesha maisha watu kwa kujitegemea, kuacha uizi. Maana uizi mimi huwa siupendi kwa kabila hii ya mimi mzee Heneri Yusufu Heneri Mnyambumi. Sipendagi wezi na sipendagi walevi, na ndio maana nilijifunza kuwa dalali, kupatanisha waliokuwa na pesa ili wapate pesa kwa njia nzuri. Na tena kutaka watu wasome wapate dini, ni maadili ya dini, na ndio serikali inapenda vitu vizuri na haipendi wizi, haipendi aina yeyote uliokuwa mbaya. Ni mtu uwe na uzuri kuelekeza vitu vizuri. Asante. Naam. Na tunatumaini kwamba katika historia na kijiji hiki cha Matui na Chapakazi imetambulika kwamba ni wachache sana ambao wana familia kubwa kama ambavyo sisi tunatambua kwamba mzee Heneri. Tukitaja mzee Heneri ni jina kubwa. Kwa nini limekuwa kubwa? Ni kwa sababu familia yako pia ni kubwa, yaani una watoto wengi. Labda kwa watoto wengi hawa wote, labda nyinyi mlikuwa mna wake wangapi? Mimi nilikuwa nikaoa wa kwanza, nikaingia wa pili, nikaingia mpaka nikawa na wake wanne. Asante. Na mlikuwa na watoto wangapi? Mlifanikiwa kupata watoto? Mimi kwa wote nilifanikiwa kuwa na watoto 44. Naam, tunaomba sasa hapo tujifunze ni changamoto zipi za kimaisha mlizopitia katika upande wa malezi wa watoto wenu.
Malezi ni kuwa na uhakika wa kufanya kazi. Kwanza uelewe kwamba ufanye kazi ili upate maisha mazuri, lakini usipofanya kazi utalemewa na maisha, kwa sababu utashindwa kuwamiliki wale watoto, na tena uwasomeshe. Na kuwasomesha zaidi, unawasomesha vitu vyote, wasomeshe dini na uwasomeshe hata mambo ya kiserikali, kwa sababu hapo utaepuka na maneno yote ya kuwalea watoto. Maana ukiwa una vitu hivyo vyote utaaminiwa na utaaminika, na ukitafuta hata sehemu ya kutaka kitu lazima ufanikiwe, kwa sababu ni msema kweli. Maana mtu wa dini lazima awe ni msema kweli, na ndio maana nilifanikisha kusomesha watoto mpaka nikazindua na kila kitu. Kwa kweli watu nikiongea nao wananiamini, na mpaka sasa hivi na kizazi changu hakuna mwizi wala hakuna mlevi. Asante. Kwa hiyo katika mazungumzo yenu nilichotambua ni kwamba kuna kitu mmezungumza dini. Dini. Labda mimi niulize, dini na mchango gani katika suala zima la malezi? Dini na mchango heshima. Kitu cha kwanza heshima, kuwaheshimu wazazi, na pia kuwaheshimu hata wengine wasiokuwa wazazi, kuiga mifano kwamba huyo ana maadili mazuri. Unakuwa na uzuri, maana hufundishi maneno ya upumbavu, unafundisha maneno ya uelewano wa watu, waelewane na wakae vizuri na watu, na kuwa na hekima ili maisha yao yaende vizuri. Asante. Naam, huyu ndio mzee wetu, ni katika ukoo wa familia ya mzee Haruni. Lakini pia tunapata kuona kwamba sasa hivi nyie mmesema ni Wagogo, na watu wengi wanafahamu kwamba asilimia kubwa wa Wagogo ni Wakristo. Nyinyi vipi mlijikwamua mpaka mkafikia kuwa Waislamu? Hapana, mimi kweli ni mimi mwenyewe niliona Uislamu ni kitu cha maana kwa upande wangu, kwa sababu Waislamu zaidi nilipokulia huko sehemu za Tanga niliona ni wakweli, na nikaona hii dini mimi inanifaa kwa sababu ina ukweli. Kwa sababu niliamua mwenyewe, hata baba aliamua kama Muislamu huko sehemu za Tanga huko, na mimi nikaiga, nikaona niwe Muislamu. Hata wake zangu nikaanza kuwasilimisha wakawa Waislamu, na kweli hata watoto wangu hakuna aliyebadilika, wote ni Waislamu na wote wanapenda hii dini kwa sababu ni ya ukweli, na waliona mwongozo wangu ni mzuri kwa sababu napenda ya uzuri. Sipendi watu wachafu wezi, sipendi watu wanajizalalisha mavazi, wengine wanavalia viwinoni huku kwenye miguu, lakini mimi uko wangu hakuna mtu wa namna hii na hakuna mlevi. Na ndio maana nikaona hii dini nilivyoikamata nikaona ni nzuri zaidi, kwa sababu mbona naongea na hata na watoto wangu wanafuata ninavyotaka. Kwa hiyo nikaona kumbe wengine mbona wanashindwa. Mimi hata barabara zote za hapa Matui zinazoelekea huko utaona Heneri Road, lakini sio mimi nilisema watamke, wanaona ni jina maarufu. Ukivuka tena kivuko cha pili huko tena utasikia Road Heneri. Watoto wangu maana wanajiitaga Heneri, maana kwa sifa ya kuona huyu mzee hana matatizo. Sehemu yote hata akipendeka yeye anaitwa ni safi tu. Sawa. Asante. Naam, kama mnavyosikia ndugu zanguni, ni jambo kubwa na ni jambo la fahari, lakini pia mtambue ya kwamba ameeleza kwamba katika vitu vinavyochangia katika suala zima la malezi pia na dini. Yaani kama mtu utamlea mtoto wako lakini akakosa kitu kinachoitwa dini, maana yake amekosa malezi ya kiroho. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwa mujibu huo anatutaka sisi kama Watanzania, sisi kama wanadamu, tunapokuwa katika maisha tukumbuke kwamba sehemu ya malezi pia na dini inahitajika. Na katika suala zima pia tumeona kwamba ulikuwa na watoto 44 katika historia uliyotoa. Labda katika kuwalea kwako umefanikiwa mpaka
Labda wote wako hai. Wengine wamepungua lakini wakiwa wakubwa. Wakubwa. Walikuwa na nyumba zao, wengine wanapungua, lakini zaidi waliotoka wakiwa wadogo kama 5 tu. Lakini wadogo sio wadogo sana. Lakini wengine walikuwa na uhai unakuja wakati wana miji yao. Lakini kwenye 34 sasa hivi bado wako hai. Okay. Labda tunaweza kusema watoto wengi hawa, na leo hii watu wamekuwa ni wavivu sana katika suala zima la kuzaliana katika Kiswahili cha kawaida. Mnawahusia vipi vijana wanaotegea suala hili? Lakini wakwangu hakuna aliyekuwa mvivu wa kuzaa. Bado wanazaa wala hawajali, ila sijui kwa mawazo yao, lakini mimi ninavyoona hata wajukuu nimekuwa na wengi mno, mbona wanaendelea kuzaa. Sasa sijui kama wengine bado watawazia wasizae zaidi, ndio sitojua, lakini kwa kuwa nawaona kwa macho bado wanazaa, na wengine hawajaoa nataka waoe, maana hakuna anayekataa asioe. Naona wengine wadogo lakini wanataka waoe. Kwa hiyo nafurahia tu kwamba kumbe bado wana mapenzi ya kuoa na kutaka watoto. Maana sijaona mwingine asema anapunguza watoto, kwa sababu nawaona wanafanya kazi na matokeo wanayo na maendeleo wanayo. Na kila kitu, mapikipiki nini, vifaa vingi tu wanavyo, wana vijumba vyao, kila wanajitahidi, kila hawali njaa. Sasa kwa hiyo naona wanapendelea tu kama hivi nilivyo. Kweli. Na kuna faida gani ya kuwa na watoto wengi? Faida ni kwamba kwanza muji unaogopa, maana hata ukiumwa, kwa mfano mimi nakaaga tu, siwaombi chochote. Unaona hapo, unapigiwa simu unapewa hela, unapigiwa simu unapewa hiki, unapiga. Hata ningeacha kulima mimi ningekuwa nakula. Sasa hii furaha ya kuzaa nikaona kumbe ukiwalea vizuri huna shida. Ni sasa niko peponi tu kabla sijafa. Natoa shukurani za dhati na ninawatakia kila la kheri na asubuhi njema. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana. Asante kwa maulizo yako. Mungu akujalie na wengine waige huo mfano wa kukumbuka, na ndio hiyo ya heshima. Nikasema watoto wangu wana nidhamu ya kuelewa hata watu wengine wawe mfano. Asante.